Kwa lugha inayotumika ilikuwa ghafla na msemaji wa familia alisema kwamba ni pressure. Yani ni pressure. Alitoka katika kazi zake, kwa hiyo alivyokuja alioverwork, kwa hiyo pressure ikampanda akaanguka na kufa hapo. Kwa hiyo vingine ni kitaalamu zaidi. Tunapokutana na kitu kama hiki au kipindi kama hiki tunachopitia, inakuwa ni moja ya mafunzo ya maisha ya kibinadamu. Sasa tusiende kwa binadamu binadamu, kwa sababu sisi bado tuko kwenye tasnia na tunaishi na ndugu jamaa na marafiki. Nini ambacho huwa unatamani kukisema kwa wanatasnia wenzetu tunapopitia situation kama hii au hali kama hii, ungetamani kusema mara nyingi kwa? Mimi kwanza natamani niseme kwa wanatasnia tuwekeze sana kwenye ardhi. Kitu kingine niseme muda au msubiri mtu mvivu, kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho tunacho katika tasnia. Linapotokea swala la ardhi, kuna wakati watu wanasema huko mbali. Hakuna kwako mbali shehe. Mimi nimefanya utafiti, nimegundua viongozi wote wakubwa walitokea shamba ndio wakaongoza nchi, na vile vile nimegundua kuna umri ukifika au uhitaji disturbance, unahitaji upumzike na utulie sehemu ambayo ina nafasi. Sasa niwaelekeze na niwaombe, maana sio maelekezo, niwaombe wasanii wenzangu, Dar es Salaam kumejaa. Dar es Salaam kumejaa. Sasa tuone sasa namna ya kuwekeza kando ya Dar es Salaam au sehemu ambako kuna nafasi zaidi. Mnielewa sijui? Inawezekana msiba huu kwa sababu ya ufinyu wa eneo lake, lakini pia inawezekana kwa sababu mjini hapa sehemu hii inakuwa ni sehemu rahisi sana ya kufanya kila kitu kwa sababu ni nyumba ya Mungu. Lakini tungekuwepo sehemu ambayo kuna nafasi kubwa, naamini hata sisi yani mfano ungetokea kama msiba wa Majuto. Mzee Majuto, Mungu amlaze mahali pema. Tulikuwa na nafasi. Kwa hiyo niwaombe wasanii wenzangu, Dar es Salaam kumejaa. Na maeneo bado yapo. Chanika, yani huko tunakwenda Kisarawe na maeneo mengine. Tutoke nje ya mji tuwekeze sana. Ili mradi sasa kama kuna vijana wanachipukia tuwaachie hii nafasi na sisi tukae kule waione elimu nyingine ndani yetu. Kwa hiyo natamani sana niseme wasanii wenzangu, kama Mungu itamuiwa yoyote ambaye atakayeona kinafaa basi kimsaidie kwa namna moja au nyingine. Watu wawekeze sana kwenye ardhi. Mimi inawezekana ndio msanii wa kwanza kumiliki gari, lakini gari huwa inaishi kwa ajili ya plate number. Yaani gari hata kama ikiwa mzuri, ikiwa na namba A, the way inashuka thamani. Lakini nyumba namba A ipo Kariakoo, katafute thamani yake. Nyumba namba A ipo Kariakoo ya udongo. Lakini mimi naambia hivi kwa sababu tukwepe fezea. Kuna umri ukifika lazima tuwekeze kwenye ardhi. Kwa hiyo hiki ndio kitu ambacho nilitamani sana kusema kwa wasanii wenzangu. Tuwekeze sana kwenye ardhi kwa sasa hivi tulipofikia, hususan wale majiant kama mimi. Yeah. Pengine kwa kumalizia, mzee wetu, jinsi ambavyo mlikuwa mnafanya kazi, unaweza kuzungumziaje kwenye utendaji wa kazi? Katika utendaji wa kazi, kwanza naweza kusema kama sio msanii namba moja, inaweza ikawa namba mbili ambaye anaweza kushika script ya haraka na akavaa husika. Kwa hiyo kitu alikuwa nacho mzee Hashim Kami, kwa sababu nimefanya naye kazi kadha wa kadha. Lakini pili ni mtu ambaye ana nidhamu ya kupitiliza, nidhamu kubwa sana. Na alifanya kazi na kila mtu, ukitaka kujua kwamba ana nidhamu. Na kila mtu anamheshimu kwa engo yake. Kwa hiyo hivi vitu kupatikana tena kama yeye mwenye mfumo huo, naamini itagharimu muda.